Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia, na awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima wa kuweza kufanya shughuli yetu ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza napenda kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa hotuba yake nzuri iliyojaa muono na yenye nambari zinazoonyesha kwamba mheshimiwa anajua wapi anakwenda, anajua true north yake ilipo. Mimi mheshimiwa nitajikita zaidi katika sekta ya utalii. Mheshimiwa, sekta ya utalii ni muhimu ni muhimu katika kuchangia pato letu la taifa, fedha za kigeni, kuzalisha ajira, lakini pia kuitangaza nchi yetu Tanzania kimataifa. Utafiti unaonyesha kwamba mtalii mmoja anayekuja nchini anachangia ajira 3, lakini vile vile fedha zinazoingia nchini huwa zina mwelekeo mkubwa zaidi ya kuchangia moja kwa moja, na zaidi zile zinachangia sio moja kwa moja, ni direct na indirect, pamoja na kutanua na ukuaji wa sekta nyingine. Huo ndio muhimu wa utalii. Mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya utalii pamoja na Tanzania kufanya vizuri ni sekta ambayo ina ushindani mkubwa, na ushindani huo haupo tu kikanda, lakini pia upo kimataifa. Na hapa nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa juhudi aliyochukua kwa kuanzisha na kufanya Royal Tour. Mheshimiwa, utalii lazima utangazwe, na kutangazwa ni muhimu kwa sababu utalii nature yake unamuuzia mtu package ambayo anakuja kwako bila yeye kujua, wewe inabidi umshawishi kwa kile ambacho unacho. Sasa suala la kutangaza utalii duniani hilo haliepukiki, na hiyo ni dhamana ya bodi ya utalii TTB. Mheshimiwa mwenyekiti, bodi ya TTB haitaki restructuring. Bodi ya TTB inataka kuwezeshwa kifedha na kuwezeshwa kiutaalamu, hasa katika utaalamu wa masoko na utaalamu wa kujitangaza. Nchi nyingi ambazo zimeendelea kiutalii na wale washindani wetu wameinvesti sana katika kutangaza utalii, lakini katika kujitangaza, Mheshimiwa mwenyekiti, tunaona bado tupo katika ile masoko ambayo tunasema ni traditional, Umarekani, Ulaya Magharibi na kadhalika. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba tujikumbushe 2009 ilipotokezea credit crunch Marekani. Watalii wengi kutoka Marekani na Ulaya Magharibi walikatiza safari zao mpaka waliporecover. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Waziri ametaja kwamba kuna mipango ya kutanua wigo na kuimarisha masoko mashariki ya mbali, lakini Uchina, India na kadhalika, hizo ni nchi ambazo sasa hivi zimejitokeza kwamba zinaleta watalii wengi na zina wasafiri wengi sana duniani. Lakini katika kuendeleza utalii, wakati tunatanua wigo wa masoko yetu, pia ndani ya nchi na sisi tunatakiwa tujitayarishe. 70% watalii wote wanaokuja nchini kwetu wanapitia uwanja wa ndege. Kwa hivyo ile swala zima la mapokezi wanapokuja na wanapoondoka ni muhimu, kwa sababu ile impression inayoacha ndio inakuwa lasting impression wanapokwenda kwao. Na hili swala ambalo limezungumzwa sana katika sekta ya utalii ni watu wanapokusifu, inakuwa ndio wale wanakutangazia kuja kwa watalii wengi, kwa sababu kile kinachozungumza kinachotoka mdomoni huwa kinafahamika zaidi. Lakini mheshimiwa, nyingine, utalii ni publicly promoted lakini private driven, yani iko chini ya sekta ya umma lakini inaendeshwa na sekta binafsi. Hapa mashirikiano ya PPP ni muhimu. Hawa wenzetu wa private sector tuone kama ni wenzetu ambao tuko nao pamoja katika kujenga utalii, na sio watu ambao sisi kwa sababu hoteli zote wanauza misafara na kadhalika, hawa wote wanatokana na private sector. Kwa hivyo sisi lazima tuwasaidie ili wao kuweza kila wanavyotanuka zaidi, na sisi ndio tunaweza kupokea zaidi. Swala la kufikia watalii milioni 8, Mheshimiwa mwenyekiti, hilo linawezekana kabisa kwa kutizama umahiri wa Tanzania, uzuri wa Tanzania na usalama wa Tanzania. Watalii wanaangalia vitu vitatu: usalama nchi yako, yani kiusalama; ya pili wanaangalia usalama wa nchi yako, wao wakija wanaweza kutembea, hilo lipo Tanzania; lakini la tatu, usalama wa nchi yako kiafya. Hakuna mtu anakwenda katika destination yenye Ebola au yenye
milipuko. Kwa hivyo sisi Tanzania tuna advantage kubwa, lakini sisi tunatakiwa tuamke, tujiamini, na kwa region hii ya Sub-Saharan Africa, Mheshimiwa Mwenyekiti, naona bado tuko vizuri na tutaendelea kwa vizuri. Baada ya hayo Mheshimiwa, naunga mkono hotuba hii 100 juu ya 100. Asante sana. Asante.